zote za moyo wangu, tabu na masumbufu naleta kwako, tabu na masumbufu naleta kwako, maji ya uzima, hubujika moyoni. Roho Mtakatifu uniongoze katika shida zote moyo wangu. sema tabu na masumbufu naleta kwako, sema tabu na masumbufu naleta kwako, maji ya uzima, hubujika moyoni. Roho Mtakatifu
Rikataria rabakasanda. Mtu wa Mungu, ebu mwadhimishe Mungu moyoni mwako asubuhi ya leo. Mwadhimishe Mungu, mpe heshima, mpe utukufu. We give you praise, Lord. We worship you, King of Kings. Hakuna aliye kama wewe, hakuna anayefanana na wewe. Libarikiwe jina lako Mungu wa milele. Libarikiwe jina lako Mungu wa utukufu. Asante Baba kwa upendo wako. Asante Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Unaweza ukaketi. Leo tumekatisha kwa sababu ya mambo mengi yanayoendelea, lakini yote ni heri. Ujumbe wetu ni juu ya mafao ya ukombozi. The benefits of redemption. Lakini ibada hii ya pili nitaelekea mwelekeo mwingine. Kama kwa mtandao uliona ujumbe wetu wa ibada ya kwanza, ibada hii tutaelekea mwelekeo mwingine. Leo ni somo la pili la ukombozi. Linaitwa maisha mapya, mafao ya ukombozi. Kwa hiyo tunaangalia mafao ya ukombozi ambayo ndiyo maisha mapya. Nikawa ninasema mara nyingi tuna huduma, watu wengi wamekuwa wanaziita huduma za ukombozi. Nadhani ni kwa kukosa neno sahihi. Kwa maana hakuna huduma ya ukombozi, kwa kuwa mkombozi ni Yesu na tumekombolewa mara moja kwa moja. Unaitwa ukombozi tulioupokea ni ukombozi wa milele. Ukombozi wa milele. Angalia Waebrania sura ya 9. Waebrania sura ya 9 tutasoma na mstari wa 11 na wa 12. Biblia inasema, anasema hivi: lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi. Hapa anazungumza kwa namna ya kulinganisha. Kwa hema iliyo kubwa zaidi, tofauti na makuhani wa wakati wa Musa. Walikuwa wanaenda kwenye hema ya kukutania ambayo sio kubwa tena, ni ya muda. Walikuwa wanaenda kwenye hekalu alilojenga Sulemani, baadaye alijenga Herode, ambalo baadaye lilibomolewa. Lakini Yesu Kristo, tofauti na makuhani wale, huyu kuhani amekuja, ni mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo. Katika hiyo hema, yule kuhani wakati wa Israeli alikuwa anakuja, anafanya mambo mbalimbali, matambiko mbalimbali kwa maongozi ya Torati ya Musa, na anachokipokea kiliitwa ukombozi, upatanisho. Lakini ulikuwa ni wa muda, kwa mwaka mmoja. Mwaka ujao anakuja kuhani mwingine wa zamu, anaitwa kuhani mkuu, naye
anasimama, anahudumu, anapokea ukombozi. Lakini ule ukombozi ulikuwa wa on and off. Taifa liliendelea kuwa katika dhambi, na ile damu ya kondoo, damu ya mnyama, damu ya yule ng'ombe mwekundu haikutosha. Lakini Yesu amekuja akiwa hana damu ya wanyama, ila kwa damu yake mwenyewe. Kwa kuwa yeye ni Mungu na wakati huo ni mwanadamu, ile damu yake aliyoitoa wakati anakufa alikuwa anampa Mungu. Akanunua ukombozi. Ukombozi huo ni ukombozi wa milele. Kondoo alikuwa yeye mwenyewe. Kuhani alikuwa yeye mwenyewe. Anayeitoa hiyo dhabihu ni yeye mwenyewe kwa Mungu aliyekuweko ndani yake mwenyewe. Maandiko yanasema akafanya upatanisho kwa Mungu. Mungu alikuwemo ndani ya Yesu Kristo, na mwanadamu alikuwemo ndani ya Yesu Kristo. Aliyeitoa hiyo dhabihu ilikuwa anatolewa mwanadamu, anatolewa kwa Mungu. Dhabihu ile imetununulia ukombozi anaosema mstari wa 12, si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa hiyo tuna ukombozi wa milele ambao hauji kusababishwa na mtume fulani tukapata ukombozi tena, hauji kusababishwa na nabii fulani tukapata ukombozi tena mwingine. Ni ukombozi ulishatolewa na Yesu, ni wa milele. Hizi huduma tunazofanya ambazo hata mimi huwa nafanya sio ukombozi, ila ni huduma za kuwafungua waliofungwa. Huduma ya namna hiyo ipo na inakubalika kibiblia, lakini inafanya kazi na inakuwa na matokeo kwa wale wanaoamini walishakombolewa. Ila kuna mambo yasiyofaa ambayo hayawahusu waliokombolewa, wanayakataa, yapo kwenye maisha yao. Labda ni tasa, labda uchumi umegoma, labda akili zake haziko sawa, labda afya yake haiko sawa, na akiangalia inasababishwa na nguvu za giza. Anahitaji kufunguliwa. Kiingereza tunasema deliverance. Mtu anaweza kupokea kufunguliwa na sio ukombozi. Kwa maana kufunguliwa kunawezekana kwa sababu tu ulishakombolewa. Na tulikombolewa kutoka wapi? Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Kwa hiyo ilikuweko hukumu ya adhabu, na hiyo hukumu ilikuwa ni mauti juu yetu wote. Lakini kwa sababu ya Yesu Kristo, hukumu ya adhabu juu yetu imeondolewa. Unaitwa ukombozi. Kwa hiyo lugha nyingine ya neno ukombozi ni maachilio. It is a release.
ambayo wakati mwingine wahusika hatujui, tulishaachiliwa. Na ujua ukoo wangu ulikuwa ni ukoo wa wauaji, inaweza ikaweko laana. Najua walikuwa waganga, walikuwa wanaenda kutambika, inaweza ikaweko laana. Lakini nilipomwamini Yesu, likatimia andiko la Waefeso sura ya 1 mstari wa 7, katika yeye huyo tunao ukombozi kwa damu yake, tunao ukombozi, yaani masamaha ya dhambi. Kama dhambi ya babu yangu imesamehewa, kama dhambi ya baba yangu imesamehewa, na dhambi yangu mwenyewe imesamehewa, ninayo maachilio. Kwa hiyo laana juu yangu haiko. Huo ndio ukombozi. Na kama kuna mambo hayako sawa kwenye maisha yangu, ninayakabili kwa ukweli huo. Kama ninaona laana kwenye maisha yangu, ninaikabili kwa ukweli huo, kwa sababu ninajua si halali laana hiyo kufanya kazi kwenye maisha yangu. Nimekombolewa. Sema na mimi, nimekombolewa. Kwa kuwa nimeokoka, nimekombolewa. Laana ya kichawi haina nguvu juu yangu. Laana ya torati haina nguvu juu yangu. Nimekombolewa. Laana inayotokana na mambo niliyoyafanya kwa ujinga haina nguvu juu yangu. Napenda nikutaarifu, ulikombolewa kabla hujazaliwa. Uliponywa kabla hata hujazaliwa. Kabla mama yako hajamjua baba yako, wewe ulishakombolewa. Kinachofanya mambo ya husuyo uliotendewa tayari yafanyike leo ni kwa sababu kuna kanuni ya imani. Usipoamini, yaliyotokea kwenye maisha yako yanakuwa kana kwamba hayapo. Hivyo ndivyo Biblia inayofundisha. Ukisoma Biblia yako kitabu cha Luka sura ya 8, utaona kabisa nimeruka ile ya Marko. Ninayo sababu. Ile maelezo yalivyoelezwa kwenye Marko sura ya 4 ni mazuri sana, lakini anatupeleka kwenye ufunuo mwingine. Ila leo tuangalie Luka 8 mstari wa 22. Hapo ndipo palipo na ujumbe wangu, na nitazungumza kwa ufupi. Ikawa siku zile mojawapo alipanda chomboni. Ikiwa ina maana ufunuo wa neno hili ni kwa ajili ya maisha yako ya kila siku. Ilikuwa siku mojawapo, haikuwa siku maalum. Ina maana katika maisha yako ya kawaida, kila siku inaitwa siku mojawapo. Hiyo siku mojawapo aliupanda chomboni yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Hebu watu wote tuseme, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Sema, Bwana Yesu ananiambia na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Bwana Yesu ananiambia tujenge familia yenye nguvu. Bwana Yesu ananiambia tujenge nyumba ya vyumba 4. Bwana Yesu ananiambia nijenge kampuni. Bwana Yesu ananiambia nianze biashara ya dagaa. Bwana Yesu ananiambia ninunue meli. Ni neno la Yesu, na tuvuke mpaka ng'ambo. Maono ulionao ya mwaka huu ni Yesu amesema na tuvuke mpaka ng'ambo. Maono ya kusoma
ni Yesu amesema na tuvuke mpaka ng'ambo. Niolewe na mwanamume nitakayempenda, nizae watoto, niwe na familia nzuri, ni Bwana Yesu anasema na tuvuke mpaka ng'ambo. Naanza biashara ya duka, nitakuwa naenda Hong Kong, nitakuwa naenda Beijing, nitakuwa naenda Paris, Ufaransa, nitakuwa naenda huko na huko kununua nguo za fashion, nitakuwa na duka kubwa mjini. Ni Bwana Yesu amesema na tuvuke mpaka ng'ambo. Umepata wito, nianze kuwa mchungaji kwa chini ya kanisa fulani, chini ya kanisa fulani. Wewe ni Bwana Yesu amesema na tuvuke mpaka ng'ambo. Ninaenda chuoni nikasome mambo ya human resource. Ninaenda chuoni nikasome elimu ya sayansi ya udongo. Ninaenda chuoni nikasome udaktari. Ninaenda chuoni nikasome sheria. Naenda chuoni nikasome engineering. Ni Bwana amesema na tuvuke mpaka ng'ambo. Nitazaa watoto 10, nitawalea kwa ajili ya Bwana. Ni Bwana Yesu anasema na tuvuke mpaka ng'ambo. Lakini ni katika moja ya siku, wewe katika maisha yako utashangaa linatokea jambo lilotokea hapa. Ulitokea upepo, ikatokea dhoruba, tofauti na nilivyoeleza Jumapili iliyopita kwenye somo la kwanza la ukombozi. Ile ulikuwa ni upepo wa mbisho, leo ni dhoruba, ni tatizo tu limetokea. Leo ni misukosuko, leo ni upepo unaoleta matisho, ni upepo unaoleta kutokuelewa, unaleta sintofahamu. Ni upepo umetokea ndani ya nyumba, mama na baba mwelewani, baba na watoto mwelewani, ni kazini, ni ofisini, uelewani na bosi, uelewani na wafanyakazi wenzio, ni biashara yako, mwenendo wa mambo yanavyoendelea huyaelewi. Pesa ziko sawa, mambo hayako sawa. Ni kanisani, wewe labda ni mwimbaji, wewe labda ni mhubiri, hueleweki na waumini wenzio, hueleweki na waumini unaowaongoza. Yote hayo huwa yanatokea, na Biblia haijaahidi kwamba utakuwa na maisha yasiyokuwa na dhoruba, kwamba utakuwa na maisha yasiyokuwa na upepo. Kimsingi Yesu aliahidi ujenge nyumba juu ya mwamba, kwa maana atakuja mafuriko, itakuja upepo, yatakuja mambo mengi. Anayenisikia aseme amina, amina, amina. Sema ninaelewa. Sema tuambie mchungaji, itakuja misukosuko. Hata huyo mwanamume aliyekwambia nakupenda anaweza akasema nguruwe wewe, wakati alikuwa anasema wewe baby. Huyo anayekwambia asali anaweza akasema wewe nyoka. Yanaweza yakatokea. Inaitwa misukosuko, zinaitwa dhoruba. Inategemea ulijenga juu ya mwamba, inategemea je ulijenga juu ya mwamba. Kama ulijenga juu ya mchanga, kwa sababu ni kabila letu, kwa sababu ni mwanamke mzuri, kwa sababu ni mwanamume mzuri, kwa sababu ana pesa, hiyo ndoa itaanguka na anguko lake litakuwa kubwa. Lakini maandiko yanasema kama umejenga juu ya mwamba, upepo utapita, madhoruba yatapita, mafuriko yatapita, lakini nyumba itaendelea kusimama kidedea. Hayo ndio maisha ya mwana wa Mungu. Sikia wana wa Mungu, upepo ulipopiga, misukosuko ilipokuja, Yesu alikuwa amelala. Muulize mwenzako, Yesu wako amelala? Magonjwa unayoyasikia, unaambiwa umepimwa, sio kwamba Yesu hayupo kwenye chombo, sio kwamba Yesu ameondoka kwenye maisha yako, lakini anaweza akawa amelala. Hiyo shida ya ndoa kwenye maisha yako, sio kwamba Yesu ameondoka, ila Yesu anaweza akawa amelala. Watoto wamepata fursa ya kuwepo kanisani leo,
Naomba tutulie. Maneno hapana, nisikilize mimi. Kuongea hapana, hairuhusiwi. Msikilize mchungaji. Mliopo hapo karibu, ukiona mtoto anaongea unamchapa fimbo kwa niaba ya baba. Tulia, nisikilize. Huwezi ukaniambia kwa sababu ni mtoto uelewi mchungaji anaongea. Mchungaji anaongea, kunena, kuongea, kushikana ni marufuku. Msikilize mchungaji. Utoto wako sio kwamba huelewi. Ninahubiri. Heshimu. Niangalie. Biblia inasema yanaweza kutokea matatizo, yanaweza katokea mambo. Yote hayo yanastikisa imani yako, lakini wale wanaojua nimekombolewa, na kwa sababu ya ukombozi laana ziliondolewa. Kwa sababu ya ukombozi nimekombolewa mbali na nguvu za giza. Kwa sababu ya ukombozi magonjwa Bwana Yesu aliyaondoa. Kwa kupigwa kwake mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Tumekombolewa. Ukiisoma ile Zaburi ya 107 yote utaelewa. Walikuwa wanapatwa magonjwa, wanapata misukosuko, wanapatwa na matatizo. Yote hayo alisema waseme nimekombolewa. Let the redeemed say so, I am redeemed. Paka watu walitunga wimbo wa namna hiyo. Waliokombolewa na waseme nimekombolewa. Wewe umekombolewa. Unaposikia ripoti ya daktari, usisahau nimekombolewa. Unapoona mume wako ni kama amebadilika, usisahau nimekombolewa. Unapoona mke wako ni kama si yeye, wewe usisahau nimekombolewa. Na kama unakumbuka wewe umekombolewa, sasa fanya kama maandiko yanavyosema kwenye Waefeso sura ya 6. Mtume Paulo amewaambia watu wa Efeso maneno yafuatayo: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hebu mnongoneze jirani yako, mwambie uwe hodari tu. Hayo nayo yaona, uwe hodari tu. Majibu yake hayapo kwa mtu yeyote. Uwe hodari tu. Neno la Mungu limesema uwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaa silaha zote za Mungu ili upate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Huyo unayemnunia sio yeye. Mwambie mwenzako, huyo unayemnunia sio yeye. Huyo unayeacha kumsalimia sio yeye. Kuna kitu unachopambana nacho. Ndicho kimepitia mkeo, ndicho kimepitia mmeo, ndicho kimepitia watoto wako, ndicho kimekuja kwa njia ya mwenzako wa kwaya, mwenzako wa wanawake, mwenzako yeyote. Wewe hujajua ni shetani amejihudhurisha kupitia huyo Shostito, ni shetani amejihudhurisha kupitia huyo rafiki yako. Lakini wewe ulipaswa kutambua kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Hapa ofisini ninayo mamlaka. Hapa nyumbani ninayo mamlaka. Ninaweza nisiwe ndiye baba wa nyumba, ninaweza nisiwe ndio mama wa nyumba, lakini nayo mamlaka ya Mungu. Kama Yesu kwenye hii story ya Luka sura ya 8 mstari wa 22 na kuendelea, upepo ulipovuma ukawa katika hali mbaya,
na watu wakawa na wasiwasi, wakakosa matumaini. Biblia inasema akawaambia tuvuke mpaka ng'ambo. Walipokuwa wakienda, alilala usingizi, ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji. Wakawa katika hatari, walikuwa katika hatari, wanajua tunakufa saa yoyote. Ni kama wewe unakuwa katika hatari, unajua ndoa yangu inavunjika wakati wowote. Unakuwa katika hatari, unajua biashara yangu inafilisika wakati wowote. Maskini na mkopo sijamaliza, hii nyumba yangu inachukuliwa wakati wowote. Sijui nilienda kukopa kwa ajili gani, nikaiweka rehani, hii nyumba inachukuliwa wakati wowote. Haya yaliyotukia, mme wangu hata nisamehe, hii ndoa iko hatarini, ninaachika, nitakuwa mgeni wa nani? Uko hatarini. Hii ripoti ya daktari inaonyesha mambo yangu ni mabaya, niko hatarini, nitaishi miezi 3 tu. Kumbe nayapoteza maisha yangu. Nimefanya hili, nimefanya na lile, sijaona majibu yake, lafu nakufa. Unaanza kujisikitikia. Lakini walipomwamsha Yesu, hebu sema walipomwamsha Yesu, yeye aliukemea upepo, akaikemea na bahari, kukawa na shwari kuu. Biblia inasema kukawa na amani. Hebu sema kukawa na amani. Sema kwa nguvu. Sema kwa nguvu. Amani litokana na kwa sababu ndani ya chombo alikuwamo Yesu. Na wewe ndani ya chombo cha maisha yako, inawezekana umesahau, lakini kwa sababu ya ukombozi, by virtue of the redemption, God himself, Jesus of Nazareth, Yesu wa Nazareti, yuko kwenye maisha yako. Mambo yanaendelea hivyo, anakuwa kana kwamba hayupo, kwa sababu anataka wewe usimame kwa imani. Kama Paulo anavyosema, tusimame tushindane na vitu vya uovu. Tutambue kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, sio kuanza kumzodoa ndugu yako, sio kuanza kumwona ni mbaya, sio kuanza kumwona ndio sababu ya shida zako. Hao ni wanadamu tu. Anayepambana na wewe ni shetani. Lengo lake upoteze wokovu wako, lengo lake wokovu wako usahau. Bwana Yesu akiweko ndani mwako, yupo kwa njia ya imani. Sasa imani yako iamke. Imani yako ikiamka, when your faith is active, hakuna utakachoshindwa. Ugonjwa utawambia tulia, toka kwenye maisha yangu. Tulia, toka kwa wanangu. Tulia, toka kwa mke wangu. Tulia, toka kwa mme wangu. Utakutii. Madeni vivyo hivyo, utasimama kwa mamlaka ya jina la Yesu, utayakemea. Hali ya vurugu nyumbani mwako, utasimama vile vile kwa jina la Yesu, utayaambia yatatulia. Hebu ngoja kwa haraka ni kuonyeshe kitu kimoja kabla sijarudi kwenye hiyo Luka. Kitabu cha Isaya. Kama unayo Biblia yako hapo, kama huna basi angalia hapo kwenye screen. Kitabu cha Isaya sura ya 51. Biblia inasema, amka, amka, jivike nguvu. Isaya 51 mstari wa 9.
mkono wa Bwana, amka kama katika siku za kale, katika vizazi vile vya zamani. Si wewe uliyemkatakata Rahabu, uliyemchoma yule joka? Si wewe uliyeikausha bahari na maji ya vilindi vikuu, uliyevifanya vilindi kuwa njia, ili wapite watu waliokombolewa? Nao waliokombolewa na Bwana watarejea, watafika Sayuni wakiimba. Wanaimba nini? Let the redeemed say so. I am redeemed. Praise the Lord. Wataimba waliokombolewa na waseme, nimekombolewa na Bwana. Let the redeemed say so. Na furaha ya milele, sio furaha ya siku. Sio tu napobusiwa, hata kama sijabusiwa, hata kama mwenzangu amekwazika, bado ninayo furaha ya milele. Hata kama mfuko hauna pesa, bado ninayo furaha ya milele. Ni furaha isiyosababishwa na matukio. Ni furaha isiyosababishwa na uwepo wa nyama. Ni furaha isiyosababishwa na uwepo wa siagi. Ni furaha iliyosababishwa na ukombozi. Najua nimekombolewa, lakini wakati wa matatizo nitauambia mkono wa Bwana inuka, mkono wa Bwana amka. Ninauambiaje mkono wa Bwana amka? Ni kwa maombi. Ninauambiaje mkono wa Bwana umeamka? Sio kwa manunguniko naenda kumsengenya aliyeniudhi, aliyeniharibia, kwa ndugu yangu, kwa rafiki yangu. Ninauambia mkono wa Bwana amka kwa neno la imani nililojaa moyoni mwangu. Ninasimama ninasema, sio wewe uliyekausha bahari ya Shamu. Je, sio wewe uliyemkatakata Rahabu? Sio wewe uliyemfanya Yesu afufuke? Ninakuamini, na wewe umesema wanaokuamini hawataaibika. Ninakuita Baba, inuka nitetee kazini. Inuka nitetee kanisani. Inuka nitetee kwenye nyumba yangu. Inuka unitetee kwenye biashara, kwa maana namwambia Bwana amka, na mkono wa Bwana utaamka. Hebu sema amina. Wale wanafunzi walimwamsha Yesu kwa sababu walijua yupo. Hawawezi kuangamia bila kumwambia. Na yeye alipoamka, aliukemea upepo, alikemea na bahari, halafu akasema, pole sana mtume wangu Petro. Yani pole sana. Ulikuwa uangamie na nakutegemea, utaongoza kanisa langu. Yakobo, pole sana. Alisema hivyo? Alisema hivyo jamani? Alipoamka aliukemea upepo, alikemea bahari. Baadaye wanafunzi wake aliwakemea. Nilishawaambia hapa hivi, kukemewa huambii na kukemea. Kukemewa ni kugombeshwa. Maana ya kukemewa ni kufanyaje? Nilikwambia upike nyama ya kuku, wewe umepika ya ng'ombe. Kwa sababu gani? Unazo akili kweli? Hiyo ndio kukemewa. Siku nyingine usifanye hivyo. Umesikia? Ndio kukemewa. Hivyo unaelewa? Kama unaelewa punga mkono. Yesu akawakemea wanafunzi wake. Yesu akawakemea, akawaambia, kwa nini hamjawa na imani bado? Nilipokuwa tunatoka kule mwanzo niliwaambiaje? Tuvuke mpaka ng'ambo. Sikusema mnafia baharini. Mioyo yenu ina wasiwasi. Kila mnapoona upepo, nyie mnawaza kufa. Kila unapoona watu wanakusema
unawaza kujilinda. Kila unapoona watu wanasema hivi au matukio yako vile, unasahau neno langu la mwanzo juu yako. Elewa nilikwambia tuvuke mpaka ng'ambo. Elewa nilikwambia nimekuita kwa huduma ya uponyaji. Nimekuita uwe mchungaji wangu, utalisha kondoo wangu. Usisahau, hata kama hao niliokuita wahudumie wanaanza kukaa vikao, wanakuvunja moyo, wewe usikate tamaa. Nimesema tunavuka mpaka ng'ambo, na ng'ambo yenyewe ni hawa, utawafanya wafike Kanaani. Acha mchezo. Petro, sijakuita kuwa na wasiwasi wa kuwaza mambo ya kufa. Nimesema tunaenda mpaka ng'ambo. Nimesema hiyo biashara nitaitumia kwa kazi yangu. Wasiwasi wako nini? Nimesema hii ndoa mimi nimekupa. Wasiwasi wako nini? Hayo mabadiliko ya moyo wa mkeo, mabadiliko ya moyo wa mmeo ni mambo ya kupita. Wewe niangalie mimi niliyesema tuvuke mpaka ng'ambo. Hiyo kukosa rasilimali za kumalizia mradi wako wa ujenzi haina sababu ya kuwa na wasiwasi. Niangalie niliyesema na tuvuke mpaka ng'ambo. Wewe niangalie mimi, usiangalie upepo. Wewe niangalie mimi, usiangalie dhoruba. Nimesema na tuvuke mpaka ng'ambo. Halafu usisahau, kama nilivyo ndivyo ulivyo. Umeingiziwa namna yangu, una namna ya uungu. Nimeomba uwe kama mimi na uwe na umoja na mimi na ushirika na Baba, na kwa sababu hiyo umeingiziwa namna ya uungu. Yanayowaua wanadamu hayatakuwa wewe, yanayowashinda wanadamu hayatakushinda wewe. Nenda mbele, wewe ni mwana wa Mungu, huna sababu ya kuogopa. Nimekuita kushinda, nimekuita kushinda na sio jambo lingine. Nimekuita mimi nitukuzwe kwa maisha yako. Madeni hayatakutoa, magonjwa hayatakumaliza, masengenyo hayatakumaliza. Nimekuita. Punga mkono wako kama nami. Wewe hata kama ufurahii injili, mimi naifurahia mwenyewe. Ndio. Sasa hivi tuna wandegereko wawili. Elewa, yupo mndegereko mwingine hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukiendelea kuwa mwaminifu, ni Mrangi utakuwa unavuta Warangi wenzio, ni Msukuma utavuta Wasukuma wenzio, ni Mgogo wa Nyausi utawavuta wenzako hapa, ni Mchaga utaleta Wachaga wenzio. Hata kama hujaenda kuambia, endelea tu kuwa mwaminifu hapa, watu wa namna yako wataongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka nipeleke mswada kwenye baraza, tukubaliane kila kabila wawe na kwaya yao. Sema amina. Wanyakyusa wanakuja na nyimbo zao, Wagogo nao wanakuja na nyimbo zao, Waha nao wanakuja na nyimbo zao, Wasukuma nao wanakuja na nyimbo zao, kwa sababu za kwa kwaya nyingi ni zamu kwa zamu. Hebu sema amina. Ndani ya Bwana ni raha tupu. Kwa nini nataka kibali? Nataka kibali kwa sababu isije kafikirika ni ukabila. Kwa sababu kutambua asili zetu sio mbaya, ila tukizitumia kubaguana inakuwa shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nyimbo za kilugha zina utamu wake. Maana Kiswahili wengine tumejifunza ukubwani, lakini kuna maneno mtu akiyaleta ya lugha niliyozaliwa akayaleta kwa Bwana, kwa mtakuwa mnaruhusu wale wanaojua lugha wanatunga wimbo, hata kama ni wa kuazima wa uazime, ila nyie mnauombe, utatokea na nguvu zaidi ya aliyeuimba, kwa sababu unaimbwa katika roho. Halafu tutabarikiwa. Wagogo nao waje watikise mabega, Wasukuma nao waje watikise mabega, tumwabudu Bwana. Waha nao waje wacheze ngoma za kupiga miguu,
kama makirikiri. Tumwabudu Bwana. Hebu sema haleluya. Haleluya. Wahaya nao waje watikise viuno kama Isaida Kalori. Hivyo hivyo tunamtukuza Bwana. Hebu sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tumeelewana eh? Tumeelewana. Ninamalizia. Isaya hiyo umeiona, lakini angalia Isaya 52. Linarudiwa tena. Amka, amka, jivike nguvu zako, Sayuni. Mwanzoni alikuwa anamuita Bwana ajivike nguvu, lakini mara hii anasema Sayuni ndiye ajivike nguvu. Maana yake unamwambia Bwana jivike nguvu, halafu unakuja unasema chemichemi za uzima jivike nguvu. Familia ya fulani jivike nguvu. Familia ya Ntawimenya mchungaji Gileadi jivike nguvu. Familia ya Chalamila jivike nguvu. Wewe unajivika nguvu kwa kutambua ulichoitiwa. Unakataa unayoyaona. Simama katika wito wako. Simama katika msimamo wa kuamini kwako. Halafu mchallenge shetani na kuambia shetani anakuogopa. Kama unajua umeokoka, umewekewa ndani mwako, in you is imputed. Sina neno zuri la Kiswahili. In you is imputed the righteousness of God and his real nature in you. Kwa hiyo shetani anapokuangalia haoni mwanamke, anavyokuangalia haoni mwanamume, anavyokuangalia anaona ni mwana wa Mungu. Aliwaambia wanafunzi wake, kwa nini mmeogopa? Kwa nini mnaogopa? Kwa nini hamna imani bado? Na wewe kwa nini hauna imani bado? Hayo matatizo ya fedha yataisha, ila ni wewe usimame. Hayataisha kwa sisi wahudumu kukuombea. Simama. Hayataisha kwa waimbaji kuimba. Simama. Na nikupe kingine cha kuvunja moyo kwenye maeneo ya ujinga. Hata maombi hayatakufanya ushinde, kwa sababu kuna maombi mengine ni ya kijinga tu. Mwambie mwenzako maombi mengine ni ya kijinga tu. Mungu anaheshimu maombi ya imani. Shetani mwenyewe anaogopa maombi ya imani. Lakini maombi tu ya kusema angalia Mungu, mume wangu anavyonipiga, anavyonifinya, unalia siku 3 umefunga, hayo maombi shetani linapiga mkia tu, linafurahia. Lakini pale unaposema hapana, hukunipa mume wa kunipiga, ulinipa mke mwema. Hukunipa mume wa kunipiga, ulinipa mume mwema. Ninasimama nikimdai mume yule uliyenipa kwa jina la Yesu. Na shetani, huna mamlaka juu ya mume wangu. Mume wangu sio mlevi. Mume wangu sio fuska. Mume wangu sio. Ninadai kwa Bwana. Hapo unaona umeondoa kipengele cha kupambana naye. Anavyorudi amelewa, unapambana naye na maneno, unaumiza moyo wako. Anavyochelewa, unajua alikuwa kwa Georgina, unapambana naye na maneno, unavunja moyo wako bure. Simama kwenye kudai mume wako. Mdai kwa Bwana. Halafu simama kwa imani. Umepewa ndani ya ukombozi Roho Mtakatifu. Umepewa ndani ya ukombozi kuzishinda na kuzivunja kazi za ibilisi. Umepewa ndani ya ukombozi mamlaka juu ya nguvu zote za giza. Nimenyang'anywa mume kwa sababu huyo mwanamke anatumia uchawi. Wewe ni una nguvu kuliko wachawi. Umepewa katika Bwana. Mapepo yote mpaka shetani mwenyewe hana nguvu juu yako.
Simama tu kwenye zamu. Ila shida yako wewe unataka uenende kama dada yako asiyeokoka. Unataka uenende kama yule dada rafiki yako mwingine pembeni asiyeokoka, ambaye ni malalamiko na masengenyo na maneno, mnaishia hapo. Unaenda kulala na moyo mzito, wakati ulipaswa kumwabudu Bwana. Ulipaswa kusifu. Ulivyomaliza ukasema, mme wangu atarudi. Natamka mme wangu urudi kwa jina la Yesu. Wakati huo hayupo. Hauombi maombi hayo huko anasikia. Kwa sababu ya hata leo unapokemea pepo, atadhani umemwita yeye ndio pepo. Utaongeza vita bure. Akiwepo naomba kimoyo moyo. Ila akiwa hayupo ndipo unaporomosha maombi. Siku nyingine shika shati lake liombee. Kama ni mwanamke ndio mwenye shida, shika gauni lake liombee. Paombee mahali mnapolala. Takasa nyumba yenu kwa neno la maombi. Wewe hujui watu wengine wanawaloga. Wanavyoona mnapendana wanaloga. Wanavyoona mnafanikiwa kifedha wanaloga. Wanavyoona watoto wenu wako vizuri wanaloga. Na nyewe wengine kila jambo mtandaoni. Birthday mtandaoni. Hata tumbo unalipiga picha, amekuwa mjamzito tumboni, unalionyesha. Maisha yenu ni kama wamekuwa wale wanani mastaa wa Tanzania. Hata wakipata mimba ni mimba ya Watanzania wote, inatangazwa. Mnisamehe tu, ila mimi nataka usiwe na maisha ya hivyo. Kuja kanisani kushuhudia hamtaki, ila kutangaza mtandaoni. Imebaki kidogo tu mpaka kutangaza mme wako alikuwa anakufanyia nini kitandani. Imebaki kidogo, utaanza kunaonyesha mtandaoni. Yani usishikwe na roho ya dunia kiasi ya kwamba unakuwa kama wao. Hiyo simu ina kazi mwanangu. Mbona mambo ya kanisani uposti, ulaiki, ututii moyo, Nimetangaza tu kwamba nina anniversary, wachache sana wamerespond. Simu yako hii inatumika kufanya kazi gani? Nakwambia kama baba tu, sina lengo kwamba ujisikie vibaya, ili useme lakini kweli hivi kweli simu yangu kwa nini sikumlike baba? Hata tu kumwambia happy anniversary. Hivi ni kwa nini? Na mimi nimekuwa mwaminifu jamani, kila aliyesema nimemjibu personally. Sijajibu kwa jumla. Angalia mtandao wako. Ukiona bado, sasa hivi tukimaliza ibada naenda kulike, naenda kujibu. Simu yako unayo kwa ajili ya nini? Itumike kwa ufalme. Lakini usiitumie kama hao wengine wanatafuta tu followers. Kwani wewe ukipata followers wanakusaidia nini? Mtumikie Mungu. Ukipata followers wawe ni kwa ajili ya Injili, sio kwa ajili ya majina. Hayo majina hayana maana. Wewe mtafute Mungu na umtumikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema Isaya 52 mstari wa kwanza, amka amka, jivike nguvu zako Sayuni, jivike mavazi yako mazuri. Ni swala la kujivika. Jivike kwamba nina kibali. Jivike kwamba mimi nina upendeleo, watu wananipenda. Nataka nikwambie, hata ukienda saluni katumia 400, kama hujiviki mavazi ya uzuri kwa imani, watu wanakuona bure tu. Wataona ulivyopaka kwenye lipsi zako, wataona kwamba ulikula zabibu. Hawatajua kwamba uliweka kitu. Nilimuona dada mmoja ameweka kitu kwenye uso. Kilikuwa kitu. Midomoni ameweka kitu. Lakini dada wa watu akapatwa na majasho. Jasho linamtiririka. Linatengeneza michirizi. Ile foundation aliyowekewa inaharibika. Na alichopaka midomoni kilikuwa cheupe, imekuwa kama chaki ya mwalimu. Jivike mavazi ya Bwana. Haleluya. Haleluya.
Na dada mwingine Dar es Salaam pale Posta alikuwa amevaa mavazi ya gharama, lakini kumbe hajala siku 3. Amesimama kwenye daladala akadondoka, wakamwaisha hospitali. Walipopitisha vipimo vya haraka emergency department, wakasema haumi chochote ila hajala siku 3. Na sio kwamba amefunga kwa ajili ya Bwana, ila huko anakoenda kuvizia mabuzi yalikuwa yamefunga kamba, yalikuwa hayajakata kamba ili aende akayachune. Ilishindikana. Punga mkono wako, unamhitaji Bwana. Haleluya. Wenzako huko wanachoka, wanakuja huku. Wewe uliyeko huku eti ndio unataka uende huko. Mwambie mwenzako shtuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jivike mavazi ya uzuri, yani mwambie Mungu. Sijasema usiende kutengeneza nywele zako. Sijasema kama unaka kitu cha kuweka vizuri iwe kama umechinja kuku kwa midomo. Sijasema kwamba ukiache. Wewe endelea. Wakati mwingine vinasaidia, lakini usiviangalie sana. Punga mkono wako. Binti yangu pala amenielewa, amecheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Usivitegemee, mwambie Bwana. Haleluya. Lakini kama unajua ukienda huko hutapata hata sadaka, basi ile itakuwa ibada ya sanamu. Acha, manake bado huna uwezo. Kama unajua nikienda kusuka nywele za 70,000 za laki nitakosa sadaka, usiende. Wale wanaokataza mapambo hapo watakuwa wamekusaidia. Usiende. Ila kama ngawira zipo, nenda na kanisani, njoo utoe sadaka inayolingana na thamani ya nywele zako. Sema ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani wewe umependeza namna hiyo, alafu sadaka yako 2,000, inakuwa sio sawa. Sadaka yako iwe tofauti. Punga mkono. Huwa tunatumia vitu vidogo vidogo hivyo kukuamsha tu uelewe. Hatushambulii chochote kinachokuhusu, tunataka tuwe uelewe, uchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu kumwamsha Yesu, maana yake ni wewe uwe na imani hai. Na imani hai ina matendo. Na moja ya matendo ni kukiri yaliyotamkwa na Biblia juu ya maisha yako. Ni kukiri uliotamkiwa kiunabii wakati wa mafundisho au kitu kingine chochote. Yakiri hayo. Lakini kuwa na imani hai, namna ya pili ni kuomba. Unaona mambo hayako sawa, muombe Mungu. Na Yesu alipokuwa amekemea upepo na bahari, wale wanafunzi wakasema, huyu mtu ni mtu wa namna gani? Hebu watu wote tuseme 1, 2, 3. Huyu mtu ni mtu wa namna gani? Hebu sema kwa nguvu. Hata upepo na bahari vyamtii. Sasa ndivyo ulivyo wewe. Wewe ni mtu wa tofauti na watu wa kawaida. Upepo na bahari unakutii. Kwa nini? Kwa sababu umekombolewa. Kwa sababu umeokoka. Hizo laana wanazosema ni kundi la malaika wabaya waletao mabaya juu ya maisha yako, lakini umepewa nguvu ya kuambia nyamaza. Hao walozi wanapokuloga ni mapepo wanayatuma juu yako, lakini umepewa nguvu ya kukomesha walichokisema wachawi. Hakitakuwa na nguvu juu yako. Sema tu unatamka. Na unapoona maneno yako ya mamlaka hayana nguvu, ingia kwenye maombi tena.
Dai ushirika wako na Mungu kae vizuri, maana amesema mkaribieni. Ukisha mkaribia, mpinge shetani naye atakukimbia. Unaweza ukasimama sasa. Simama. Simama hapo ulipo. Simama hapo ulipo. Nyosha mikono yako miwili. Sema, Baba, asante kwa kunikomboa. Asante kwa kuniokoa. Leo nimetambua ulinipa Roho Mtakatifu. Na Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu mko ndani mwangu. Ninaamini leo mimi sio mgonjwa. Ninaamini leo na sasa natamka, sina laana. Sitaishi chini ya kiwango. Sitaishi maisha aliyoishi baba yangu, kwa sababu yeye alikuwa anashindwa na shetani. Mimi ninamshinda shetani. Sitaishi kama kaka au dada ambaye yeye hakumjua Mungu. Mimi nitaishi kama utakavyo, kwa maana mimi nakujua na umenipa nguvu juu ya mapepo. Napokea kushinda. Napokea mamlaka. Shetani, rudi chini ya miguu yangu. Mapepo wa madeni, wa magonjwa, wa talaka, wa kushindwa, rudi chini ya miguu yangu. Akili yangu haitaharibiwa na mapepo. Rudini chini ya miguu yangu. Uweza wako Bwana Yesu uendelee kuwa juu yangu. Asante Baba. Rakantare yabasika randore yabakuriaba rakanta. Fungua kinywa chako, mshukuru Mungu. Randore yabasaka rakantare yabasika randore yabasema asante. Shukuru Yesu Kristo.